Habari, kama upo hapo kwa ajili ya kujifunza udereva, basi uko sehemu sahihi. Yes! Fuatilia video hii step by step ili uweze kujifunza udereva na mimi hapo. Amazing! Majina naitwa Henrik Julius na ndo nitakuwa mwalimu wako wa udereva katika siku ya leo. Hello. Kwanza, kitu cha kwanza kabla hujajifunza udereva, unatakiwa kulifanyia inspection gari lako. Yaani unapokuwa dereva unatakiwa uhakikishe, je, matairi yako sawa. Kwa hiyo tutapita kwenye matairi, tutaangalia, je, tairi zetu ziko sawa. Tunaona tairi zina upepo ambao uko sawa. Tairi zina upepo ambazo uko sawa. Sio tu unafanya inspection ya tairi kuwa na upepo, lakini pia tunaangalia mazingira ya gari kwa nje, kwa maana kama kutakuwa kuna changamoto yoyote, damage yoyote, inakuwa rahisi kuigundua kwa haraka. Ukiwa kama dereva hapo, tumejaribu kufanya inspection kwa nje na sio muda tutajaribu kuingia ndani ya gari na tutaweza kujifunza udereva step by step. Lakini kwa sasa tupo kwenye inspection na hapa tumejaribu kulifanyia inspection gari letu kwa nje vizuri kabisa. Na sasa nakwenda kuingia ndani kwa ajili ya kuelekeza udereva. Karibu kijiweni kwetu, usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu. Na sasa naingia ndani kabisa kwenye gari. Hai, kama upo hapo na upo kwa ajili ya kujifunza udereva, basi upo sehemu sahihi kabisa. Usiondoke. Hello. Haya, kitu cha kwanza kabisa kwenye gari, huu ndo muonekano wa gari kama unavyoweza kuona. Hii ndo seat ya dereva. Kwa kwenye gari kuna accelerator, brake na foot brake. Kwa hiyo hiyo ndo gari yetu ambayo leo tunakwenda kuitumia katika somo letu. Na hii gari ni automatic. Kwa hiyo leo nakwenda kuwafundisha udereva wa gari aina ya automatic car. Haya, hapa nikiwa nimekaa kwenye gari yetu, kama unavyoweza kuona, nimejaribu kufanya inspection, nimejaribu kuangalia. Na hii ya kwanza ni accelerator, hii ya pili ni brake, na hapa mimi kuna foot brake kwenye gari yangu, lakini wengine hand brake zinakaaga hapa. Hand brake ni kwa ajili ya mkono na foot brake ni kwa ajili ya mguu. Kwa hiyo tunakwenda kujifunza udereva katika namna hiyo. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe katika channel yetu. Sasa ukiwa kama dereva umejiona umekwisha kuingia kwenye mazingira ya gari kama hivi, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia kama dereva, ukiwa umeingia kwenye mazingira ya gari namna hii, unachotakiwa kuangalia cha kwanza ni mkanda. Kwa sababu nimeshakaa, nimefanya inspection gari yangu kwa nje. Sasa kinachohitajika saizi ni kuvaa mkanda kwa ajili ya kuanza safari au kuanza kutumia gari yangu. Haya, nafunga mkanda kama unavyoweza kuona. Mkanda unautoa huku na uleta hapa. Yes. Mpaka hapo nakuwa nimefunga mkanda. Sasa step inayofuata ni kuanza kuliendesha gari langu. Okay? Kama unavyoweza kuona katika gari langu, hapa nina button mbalimbali. Lakini button ya kwanza ambayo nataka leo uijue ni hii hapa hii. Gari yangu ni push to start. Gari yoyote ambayo push to start, unapoingia kwenye gari kama hivi, lazima uingie na funguo ya gari husika, kwa maana gari haiwezi kuwaka kama funguo haipo kwenye gari. Okay, funguo yetu ipo kwenye gari na unaweza ukaiposition popote pale, as long as ipo kwenye gari basi unaiposition. Funguo yetu ya gari ni hii hapa. Mimi ya kwangu napenda kuweka hapa, nitaiweka hapa na nikikanyaga tu brake, gari hapa itanionyesha imewaka kijani. Nikitoa inazima. Sijui kama umenielewa. Katika hii system yetu ya kuwasha gari, nikikanyaga brake inaniruhusu kuwasha gari, unaona kijani. Nikitoa mguu kwenye brake inazima. Kwa nikiweka brake inawaka kijani, kumaanisha kwamba naweza nikawasha gari yangu na kuanza safari. Okay?
nawasha gari yangu kama ifuatavyo, kwa sababu nimeshazingatia usalama wa kwenye gari yangu na nimeona kila kitu kipo sawa. Sasa nakwenda kuwasha gari bila longolongo yoyote. Naenda kuwasha gari yetu, kwa maana ya kwamba hapa unavyoniona nipo kwenye gari, mazingira yangu yananiruhusu kuwasha gari kwa sababu nimevaa mkanda, nimefanya inspection ya nje. Sasa kitendo kinachokwenda kufuata ni kuliwasha gari na kuanza safari yangu. Haya, kuwasha manake nakanyaga mguu kwenye brake, as you can see pale, naweka mguu kati. Umeona? Naweka hapa mguu kati, then hapa inaniruhusu kuwasha. Kwa nitabonyeza. Nikibonyeza manake gari inawaka. Umeona? Gari yangu imewaka tayari kwa kuanza safari yangu ya kuliondoa gari eneo hili. Sasa kwa kuwa gari limewaka na kama unavyoweza kuona dashboard yangu yote inanieleza gari yangu haina shida yoyote, achana na mafuta yangu. Ila dashboard inaniambia hakuna shida yoyote kwa sababu hakuna alama yoyote nyekundu iliyoweza kuwaka ya hatari. Haya, hii iliyopo hapa, hii ni gear manual yetu. Hii ni gear manual. Kuna reverse, kuna neutral, kuna drive, kuna B. Haya, hii lever R manake ni reverse, EN manake ni neutral, D manake drive. Sawa ndugu zangu. Kwa hiyo hapo tunaweza tukaanza safari yetu. Na gear yoyote ili iweze kuingia manake inabidi ukanyage brake kama kawaida. Yaani brake ni kituo chetu cha mara kwa mara. Na kanyaga brake. Baada ya hapo na kuja kwenye gear lever na hii weka kwenye drive. Kama unavyoweza kuona nimeweka kwenye drive. Baada ya hapo gari yangu itanionyesha pale. Umeona hapa nikiweka kwenye N pale inaniandikia N. Sijui umeweza kuona ndugu mtazamaji. Kama gari yangu nimeweka N neutral na pale inaweka neutral. Umeona? Kama nimeweka D inaenda D. Kwa hiyo safi sana mzungu. Haya. Umeona pale nikiweka R reverse na pale inanionyesha nyuma kamera yangu. Nikiweka P manake ni parking pale inaonyesha. Kwa mimi kwa kuwa nataka niondoke pale ipo kwenye P na itoa kwenye parking na iweka kwenye D ambayo ni drive na pale inanionyesha ipo kwenye D. Baada ya hapo nahakikisha usalama wangu wa nje. Je, side mirror zangu zinaniambia nini kama dereva? Maana mimi niko ndani ya gari na kuna watu wengine wako nje ya gari. Kwa hiyo naangalia ni nini ambacho kipo nje cha kitofauti inatakiwa niangalie kusiwe na hatari yoyote. Baada ya hapo kwa nimeweka kwenye D drive, naachia mguu wangu taratibu pale kwenye brake, naachia mguu, sikanyagi moto, ila gari unaanza kuona imeanza kumove. Baada ya hapo na kanyaga moto taratibu, lakini kabla hujaingia barabarani hakikisha usalama na uwashe indicator. Kama unavyoweza kuona nimewasha indicator yangu ya kulia, naingia barabarani kukiwa salama na naanza kuendesha gari yangu kama ifuatavyo. Haya ndugu zangu, nadhani utakuwa umeanza kuelewa kidogo. Unaona pale speed inaongezeka. Tulikuwa kwenye speed ndogo, sasa saizi inaongezeka. Haya,